tu tutasoma maandiko mawili yanatutosha. Baada ya hapo tutaenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kwa wale ambao tunaandika Mungu somo linasema Mungu akikujua hata mwanadamu asipokujua inatosha. Somo linasema Mungu akikujua hata mwanadamu asipokujua inatosha. Sema inatosha. Sema inatosha. Haleluya. Naomba msomaji wangu tusome wa Efeso sura ya kwanza mstari ule wa 4. Efeso 1:4. Itakuwa andiko letu la kwanza. 4 anasema, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kwamba kwa andiko hili ni kwamba Mungu alinichagua mimi. Kwa andiko hili Mungu alinichagua mimi na Mungu alikuchagua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba kabla ya kuumbwa msingi wa ulimwengu, Mungu alinijua na Mungu alikujua. Na ndio maana anasema kwamba, naomba msomaji wangu mrudia kwa umakini kwanza. Soma taratibu. Wa Efeso 1 mstari wa 4. Amina. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hebu naomba turudie hili andiko wote kwa pamoja. Tutasoma kwa pamoja, tutasoma nyuma yangu. Sema kama vile alivyonichagua katika, anasema mstari wa 4 anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo tunaona kwamba ni kwamba Mungu alinichagua, Mungu alinijua. Na ninaposema kwamba Mungu alinijua, tunaposema kujua, kujua maana yake ni kitu ambacho unakijua. Yani sio, nitoe mfano wa aina gani? Kwamba kujua maana yake anaposema kwamba kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu Mungu alinijua na Mungu alinichagua huko. Kwa hiyo ninapozungumzia kwamba kujua, maana yake Mungu ananijua vizuri kuliko mwanadamu anavyofanya nini? Anavyonijua. Na kujua kitu maana yake unakijua kweli kweli. Hata kama mtu mwingine ataelezea, mfano naweza nikaeleza tu mfano wa kawaida kwamba mzazi anaweza akamzaa mtoto, awe ni wa kike au awe ni wa kiume. Yule mtoto anapofikia umri wa kukua, anaoa, anaolewa. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa sababu ametoka kwa wazazi, inawezekana kuna sehemu ambayo unaijua wewe kwamba mwanangu alikuwa ana alama fulani, kwa sababu ni mtoto wako, maana unamjua, ulifanyeje, ulimzaa. Lakini inapofika akaolewa, awe ni mtoto wa kike, anayemjua zaidi ni yule anayeishi naye. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Anayemjua ni yule ambaye anaishi naye, ambaye anajua kabisa analala wapi, anaamka, ana alama gani, yeye anaijua kabisa. Inawezekana wakati mwingine mtoto umemlea, lakini katika harakati za kwenda mashuleni wapi huko, inawezekana amepata kovu, hata hujui, kwa sababu tayari ameshakuwa mtu mzima. Lakini inafika mahali akiwa kwenye familia yake, atakayemjua zaidi ni mke wake, kwa sababu anafahamu, anajua vizuri. Kwa hiyo ni kwamba na Mungu naye anatujua vizuri. Nitoe mfano tu wa karibu kwamba naweza kusema mimi ninamjua Mama Sara, Mama Simon, mke wa Simon. Tuchukulie mfano huo. Ninamjua mke wa Simon, lakini simjui kwa ndani.
sana. Ninamfahamu tu, lakini kwa kumjua manake simjui. Akisimama Simon, yeye ndo ataelezea vizuri kwamba anamjua vipi mke wake, kwa sababu yeye ndo ana ukaribu naye. Akiingia anaingia ndani, wako wote, wakitoka wanatoka wote. Ni kwamba tayari yeye ana uwezo wa kumuelezea vizuri. Hivyo hivyo na mume naye hivyo hivyo, na mke hivyo hivyo. Kwa hiyo lazima tufahamu kabisa kwamba sisi kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu, Mungu alinijua mimi na Mungu alikujua wewe. Na ndio maana kuna wakati na tafakari kwamba kama si rehema za Mungu, kama si Mungu kutujua, wengine tungelikuwa tumeshakufa. Kama si Mungu kunijua mimi, kama si Mungu kukujua wewe, inawezekana wakati huu usingekuwepo hapa. Lakini kwa sababu Mungu alikujua kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu. Na ninaposema kujua, manake unatafakari mwenyewe hatua zako za kukua. Ulianza kukua ukiwa mdogo, ulikuwa na wadogo zako, ulikuwa na kaka zako. Lakini hebu tafakari kwamba katikati ya ndugu zako ni nani ambaye ameokoka? Unajikuta wewe katikati ya ndugu zako umeokoka wewe peke yako. Ni kwamba Mungu alikujua. Kwa hiyo kama kuna maisha ambayo ni mazuri, kama kuna maisha ambayo yanapendeza katika ulimwengu huu, ni kujulikana na Mungu. Kama kuna maisha ambayo mtu aliyeokoka anapaswa kuishi kwa kufurahi na kushangilia, manake ni maisha ya kujulikana wapi jamani? Kujulikana na Mungu. Tunaweza tukawa na harakati kwamba mwanadamu anijue. Unaweza ukawa unajitahidi kwamba mwanadamu anijue, mama yangu anijue, baba yangu anijue, lakini kuna wakati yule ndugu yako kuna siku atakuacha. Kuna siku ndugu yako wa karibu anaweza kashangaa akakuacha, maana yeye ni mwanadamu tu. Inawezekana akafuatilia maisha yako, akafuatilia elimu yako, lakini kuna wakati anafika mwisho, anaweza akaondoka duniani. Lakini yupo mmoja tu, huyo akikujua utakuwa na usalama mkubwa sana. Mungu akikujua katika maisha yako, utakuwa ni mtu ambaye unaogopeka mahali popote utakapopita. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaona kabisa kwamba inapendeza sana kujulikana na Mungu. Inapendeza sana mama ujulikane na Mungu. Na ndio maana tunaposema kwamba kanisa la makimbilio, manake ni njia mojawapo kwamba sisi wana makimbilio lazima Mungu afanye nini jamani? Ajue. Na tunapozungumzia kwamba tuna mifano halisi kwamba tunaenda kwenye harusi, tunapoenda kwenye harusi ukumbini, lazima kila mmoja ajue uwepo wa nani? Ajue uwepo wa nani? Lazima tujue uwepo wa bibi harusi. Hatuwezi kwenda ukumbini tumekaa halafu hatujui uwepo wa bibi harusi. Lazima kila mmoja atatoa macho angalie kwamba bibi harusi yuko wapi. Akiona hayupo, yeye anaondoka zake. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwamba sisi popote tutakapokuwepo, popote ambapo tutatembea, katika akili yako, katika mawazo yako, jenga ufahamu kabisa kwamba Mungu anakujua. Mahali popote ambapo utakuwepo, mahali popote ambapo upo, uwepo wako Mungu anaujua. Kwa kuna wakati kuna watu wanakata tamaa, kuna watu wanavunjika moyo kwa sababu hawajulikani kwa wanadamu. Lakini mpendwa, nikutie moyo au nikufungue ufahamu ya kwamba mchana wa leo, asubuhi ya leo, ni heri kujulikana kwa Mungu kuliko kujulikana kwa mwanadamu. Kwa nini? Mwanadamu ana kikomo. Kuna wakati unaweza kumtegemea mwanadamu. Wewe ni mama unamtegemea mume wako. Kuna wakati mume wako hata kuwepo, ataondoka. Kuna wakati unamtegemea mumeo, unamtegemea mke, lakini siku unashangaa mke ameondoka. Kwa ni heri kujulikana kwa Mungu. Unapojulikana kwa Mungu, manake mazingira yoyote utakayokutana nayo, hayo mazingira lazima ujue kwamba Mungu anayajua. Na ndio maana hata kama upite katika hali ngumu, usiogope chochote, kwa sababu mazingira hayo, hata kama wanadamu wanasema imekuwaje unapitia katika hali hii, moyoni wewe sema kwamba hali hii Mungu anafanya nini? Haleluya. Haleluya. Utasema hali hii Mungu anaijua. Wala msipate tabu ya kuangalia maisha yangu,
wala msipate tabu ya kufuatilia njia zangu, wala msipate tabu ya kuangalia kwamba nitaishia wapi. Wewe angalia kwamba huyu Mungu ambaye ninaye anasemaje. Maana kama yeye anajua maisha yangu, mwanadamu ni nani hata anifuatilie? Bwana Yesu atusaidie sana. Ninapenda habari za mtu mmoja ambaye ni Daudi. Daudi alikuwa hajulikani. Daudi hakujulikana. Daudi alijulikana na ndugu zake tu. Ndugu zake ndo walimjua Daudi. Mama yake na baba yake ndo walimjua Daudi. Kaka zake walimjua Daudi. Lakini tunaona kwamba wakati wanamjua, wao walijua kabisa kwamba yeye ni mchunga nini jamani? Ni mchunga kondoo. Lakini ilifika mahali, mpendwa, ninaposoma habari za huyu Daudi, zinanitia moyo, zinanitia nguvu ya kuendelea kusonga mbele na huyu Mungu. Kwa sababu Daudi kabla hajamuua Goliati, naomba tusome andiko ili tupate maana zaidi. Angalia Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 58. Samueli wa kwanza 17:58. 58 anasema, basi Sauli akamuuliza, wewe kijana, mwana wa nani? Naye Daudi akajibu, mimi ni mwana wa mtumishi wako Yese, mtu wa Bethlehemu. Haleluya. Kwa nini Sauli alimuuliza Daudi? Ni kwamba Sauli mwanzoni, Sauli hakumuuliza Daudi kumwambia kwamba wewe ni mwana wa nani. Tunaona Daudi aliulizwa baada ya kumuua nani jamani? Daudi alipomuua Goliati, ndipo alipomuuliza Sauli, akamuuliza akamwambia, hivi wewe ni mtoto wa nani? Daudi akaanza kufanya nini jamani? Kujitambulisha. Maana Daudi hapa tunaona kwamba tunajifunza kwamba mtu yeyote ambaye anajulikana kwa Mungu hawezi kuwa na hofu, hawezi kuwa na woga, hawezi kuogopa chochote, kwa sababu Mungu anafanya nini? Anamjua. Mahali popote utakapokuwepo, hata kama kuna watu wanatishia, hata kama kuna watu ambao wamejaa vitisho, wanakuambia kwamba mahali hapa huwezi kupita. Tunamuona mtumishi wa Mungu huyu Daudi, ni kwamba wakati anamwendea Goliati, watu walimdharau, walimwangalia, wakaona kwamba huyu ataangamizwa. Lakini tunaona jinsi gani ambavyo Daudi, kwa sababu alikuwa anajulikana na Mungu, hakuwa na wasiwasi. Alitembea na historia ya Mungu. Ifike mahali, mpendwa, ukijulikana kwa Mungu, Mungu akikujua, utatembea na historia hata kwa adui zako. Utatembea na historia hata kwa maadui zako. Hutakuwa na hofu. Hata kama kuna mazingira utakutana nayo, utamwambia adui, mimi ninayo historia, huwezi kunibabaisha, huwezi kunifunga, wala huwezi kunishinda, maana ninayo historia ya huyu ambaye ananijua. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaona Daudi alitembea na historia ya Mungu, kwa sababu alijua Mungu wake anafanya nini jamani? Anamjua. Na ndio maana alifika mahali akapata ujasiri wakati Goliati anamjia, akamwambia kwamba ninayo kumbukumbu ya huyu Mungu ambaye ananijua. Akamwambia, mimi niliua simba na dubu, na alipokuwa ananikaribia nilimkamata nikamuua. Na ndio maana Daudi alikuwa na ujasiri, kwa sababu alikuwa anajulikana kwa nani jamani? Kwa Mungu. Kwa hiyo ukijulikana kwa Mungu, hutakuwa na hofu wala woga. Utatembea kifua mbele mahali popote. Hata kama mahali hapo panatishia, wewe utasema mimi nitapita tu, na nitapita na nitakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Ninampenda sana huyu Mungu, kwa sababu na mimi pia na historia naye. Haleluya. Ninampenda Yesu kwa sababu nina historia naye. Ninampenda Mungu kwa sababu nina historia naye. Haleluya. Kuna wakati unaweza ukasoma historia za kina Daudi, lakini ifike mahali, mpendwa, hata wewe unao uwezo wa kuhadithia historia ambayo Mungu amekufanyia. Sisi ni wanadamu tu, kwa sababu tuna miili ya damu na nyama. Kuna wakati tunasahau mambo makubwa ambayo Mungu ametutendea. Tunasahau historia. Bwana Yesu atusaidie. Tunaona hapa
Yese, Daudi akamwambia mimi ni mwana wa Yese. Ni kwamba Goliath alimfanya Daudi ajulikane. Ni kwamba Goliath alimfanya Daudi dunia imjue. Kwa sababu gani? Kabla ya kumuua Goliath, walikuwa hawajajua historia. Walimuona tu yupo. Walimuona tu wa kawaida. Lakini baada ya kuona kwamba hakuogopa chochote, kwa sababu alitembea akijua historia ya kwamba Mungu yupo na anamjua na anafahamu kabisa Mungu amemtoa wapi na ana historia na huyu Mungu. Na ndio maana Daudi hakuogopa kitu chochote. Na ndio maana hata watu walipomwangalia Daudi wakasema, hivi huyu ambaye amezoea kuchunga kondoo tu, akiamka asubuhi anaangaliana na kondoo, anaangaliana na msitu, anaangaliana na maji ya kupeleka kondoo kwenda kuonyesha kondoo. Lakini hawakujua historia ya Daudi, kwamba Mungu anamuona Daudi kama nani. Ifike mahali mpendwa ujifanyie tathmini kwamba huyu Mungu ambaye amekuokoa, ambaye amekutoa mbali, anakuona wewe kama nani? Huyu Mungu anakuona wewe kama nani? Daudi alifanya mambo makubwa kwa sababu alijua historia kwamba yuko na nani? Yuko na Mungu. Na ndio maana akamwambia ya kwamba asivunjike moyo mtu yeyote, mimi nitakwenda kupigana. Na hatimaye Daudi akampiga Mfilisti. Kwa wale wasomaji wa Biblia, baada ya kumpiga hatimaye ushindi ukapatikana. Tunaona kwamba mtu ambaye anajulikana na Mungu siku zote lazima awe mshindi tu. Hata kwa ni mtu wa kushindwa na adui, wakati mwingine tunapigwa mieleka na shetani kwa sababu hatuna historia na huyu Mungu. Huna muda wa kufanya tathmini na huyu Mungu. Huna muda wa kukaa na kutulia kuona kwamba hivi Mungu ananiona kama nani. Wakati nasoma hili andiko nikatafakari kwamba kwa mtazamo wa kibinadamu, watu wanaofanya kazi hasa ambao wako kwenye sekta mbalimbali serikalini, hivi utajisikiaje utakapoambiwa kwamba ni kweli tunaye rais wetu alikuja hata hapa Lushoto, lakini uambiwe wewe umepata fursa au umepata nafasi ya kuwa karibu na rais kuliko mtu mwingine yoyote, uko beneti naye. Yani kwamba hata kama ende wapi usiku unachati naye, kama kuna jambo la muhimu anakupigia simu anakuambia, huo ni binadamu tu wa kawaida. Hivi utajisikiaje? Si utajisikia vizuri? Mwanadamu tu wa kawaida, lazima utajisikia vizuri. Na hata kama kuna jambo litatokea, uko tayari upige simu kwamba rais kuna moja imetokea. Lakini tunaona kwamba kama mwanadamu wa kawaida anafurahia kujulikana na Samia. Wakati natafakari, yani nilijiona mtu mwingine sana. Sijajua wewe, sijajua kama umenielewa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati natafakari hili neno, lilinipeleka mbali sana. Nilijiona ni mtu mwingine, kwamba kama mtu wa kawaida anaweza akamsifia mwanadamu au akamsifia rais wetu au awe ni waziri ni nani, anamsifia mwanadamu ambaye leo yupo kesho hayupo, mimi ambaye najulikana na Mungu ni vipi, inakuwaje? Bado hatujaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mimi ambaye najulikana na Mungu inakuwaje? Na kwa viwango gani? Lazima nitembee kifua mbele. Lazima nitembee kwa ujasiri. Na ndio maana tunamuona Daudi hakuogopa. Daudi hakuvunjika moyo. Ni kwamba wakati anamwangalia Goliathi, hakumwangalia katika macho ya kawaida. Yeye alimwangalia kwa macho ya Mungu. Alimwangalia kwa macho ya ndani, akijua kabisa ya kwamba simuoni Goliathi, namuona Mungu ambaye yuko mbele yangu. Na ndio maana ile vita akaishinda. Wakati wa vita tunafeli kwa sababu tunaingiza mitazamo yetu. Tunafeli kwa sababu tunaingiza akili zetu. Na ndio maana wapendwa, siwafichi, kuna mahali, ndio maana kuna wakati Mungu anaweza karuhusu jambo hata likaikumba Tanzania ili watu wajue kwamba yupo Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Maana kuna wakati wanadamu wanajisahau.
Kuna wakati wanadamu tunajisahau kabisa, tunajiona kwamba sisi tumefika, sisi ndo kila kitu, akili zetu ndo kila kitu, lakini tumesahau ya kwamba yupo anayetujua. Mtu ambaye anajulikana kwa Mungu lazima atakuwa anaishi maisha ya kumpendeza huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana huwezi kujulikana na huyu Mungu halafu ukaishi kihasala hasala. Huwezi ukajulikana na huyu Mungu halafu kawa mtu wa kawaida tu hivi hivi. Kama ambavyo tunaona tunamsifu mwanadamu aliyeko hapa duniani, Mungu wetu ni zaidi. Mungu wetu ni zaidi ya Samia. Mungu wetu ni zaidi ya rais yoyote aliyoko Tanzania, aliyoko Marekani, aliyoko wapi. Ni zaidi ya hao. Kwa hiyo katika maisha yako siku zote jifunze kumpendeza huyu Mungu ambaye anakujua. Jifunze kumpendeza Mungu anayekujua. Ukijifunza kumpendeza huyu Mungu anayekujua, hutakuwa ni mtu wa kuhimizwa katika mambo ya Mungu. Ukiona kuna mtu anahimizwa katika mambo ya Mungu, manake huyu mtu hajulikani kwa Mungu na hata Mungu mwenyewe pia. Yaani hamjui Mungu, halafu pia na Mungu naye hamjui. Lakini unaonaje Mungu anakujua na wewe unamjua Mungu? Maana vyote lazima viende sambamba. Kwamba huwezi Mungu anasema Mungu anapendeza, sasa Mungu ana wivu na sisi. Maana sisi ni watu wake, ni watoto wake. Kwa hiyo hawezi Mungu kujivunia wewe, halafu wewe mwenyewe unakaa kiasala. Hapana. Kwa hiyo hatupaswi kuishi maisha ya hofu. Ukikuta mtu anaishi maisha ya hofu, manake huyo mtu bado hajamjua Mungu vizuri na Mungu hamjui. Lakini ukijua kwamba Mungu amekuchagua tangu kuumbwa msingi wa ulimwengu, Mungu alikujua. Kama Mungu anakujua, hata kama wanadamu wasipokujua inatosha. Hata kama mwanadamu wa kawaida asipokujua inatosha. Wengi tunamkosea Mungu kwa sababu tunatamani tujulikane na watu. Unatamani upokee sifa kutoka kwa mtu. Unatamani upokee sifa kutoka kwa mwanadamu. Na ndio maana inafika mahali tunaenda tunamkosea Mungu. Kwa sababu Mungu anachotaka, hata kama mwanadamu hata nisifu, akinisifu Mungu inatosha. Na ndio maana tukigundua hiyo siri, hata kama utafanya jambo lolote ambalo linamuhusu Mungu, wewe utamwambia Mungu asante. Maana ni wewe ambao umefanya nini? Umefanya. Na kwa sababu ni Mungu amefanya, lazima utamrudishia heshima yake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie naomba soma kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 3 mstari wa 17 kama sikosei. Danieli 3:17 anasema, kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumeona ni mifano ya hawa kina Danieli. Hawa wakina Danieli, wakina Shedraki. Hawa kina Shedraki wao ni kwamba walijua Mungu yuko upande wao. Walijua kwamba Mungu yuko katikati yao. Unajua ukijua Mungu anakujua, haigalishi kuna mahali gani au kuna mazingira gani yanatengenezwa. Siku moja nilitoa mifano hapa kwamba kuna wakati mazingira yanaweza katufanya tuachane na huyu Mungu. Siku moja nikatoa mfano kwamba tulienda kwenye msiba. Ule msiba ni msiba wa familia, tulifiwa na mama yetu, mama mkwe. Lakini kajikuta ule msiba umeisha, baadaye tukaitwa ndugu. Wakaanza kuambia kwamba kwa sababu mmefiwa na mama, kinachohitajika sasa, mama ambaye amewarithi, mnahitajika watoto wote muingie pale ndani, na mkishaingia ndani kuna bakuli linawekwa la kunawa maji. Wasambana wana tunaelewa, wale ambao tulitoka huko. Unawekewa ile bakuli, mnanawa watoto kuanzia mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho.
Baada ya hapo, na yule mama aliyowarithi naye afanya nini? Ananawa yale maji. Akishanawa, sasa anatokea babu si ni nani, anakuja anaanza kuanywesha yale maji wote, kwamba ndo ushirikiano pale na mama yenu. Kile kitendo, na kwa sababu mtumishi wa Mungu, mchungaji, yeye ni mwanafamilia, ndo ni mtoto wa mwisho, yeye alichotamka akamwambia, bibi, siwezi kushiriki hii, imani yangu inakataa. Kwa sababu alijua kwamba nitakapothubutu kufanya tukio kama hili, nitakuwa nimeenda kinyume na huyu Mungu. Na kweli akatumia hekima ya kibinadamu akamwambia, bibi, najua unanipenda sana. Najua wewe ni mtu mzuri sana, unaniona mimi, yani unanipenda mno, lakini kwa imani yangu nikisema ninywe haya maji, yani nazikwa leo. Na nikisema nile hiki chakula ambacho ni cha maagano, hiki chakula nazikwa. Lakini wakati ule Mungu alimpa neema na hekima ya kwamba ni kweli wewe uko imani nyingine na wale wako imani nyingine, ni kwamba wewe ukikiuka, wao wakikiuka imani ile, kwa mitazamo yao wanasema wanafanya nini jamani? Wanakufa. Sasa na sisi katika mitazamo yetu ya kiroho, kwamba tunaposhiriki vitu kama vile kulingana na imani yetu, tunafanya nini jamani? Tunakufa kiroho. Kwa hiyo akachukulia vile, akamwambia, hapana, siwezi kunywa maji haya na siwezi kushiriki hiki chakula, maana nikishiriki nitakufa. Na kweli bibi akasema, akaongea kwa Kisambaa, sema sijui yale maneno kwa Kisambaa, lakini nayakumbuka kwa Kiswahili. Akasema, kama utakufa na mdogo wangu, mjukuu wangu nakupenda, mimi niseme tu kwamba basi usishiriki, maana nimkose mwanangu amekufa, halafu tena nimkose na mjukuu. Kwa hiyo kwamba yeye alichukulia kibwili, lakini katika ulimwengu wa roho, mtumishi wa Mungu alichukulia katika ulimwengu wa roho. Akasema, basi naomba usishiriki. Kwa hiyo mtakufa wote, wewe na familia wote. Akachukulia hivyo. Na kweli tukaokoka pale, hatukushiriki chochote. Tukaenda kununua maji, tukaenda kupika chakula kwingine, tukafanya vitu vyote kwa mazingira ya tofauti. Kwa sababu gani? Tulijua kwamba uwepo wa Mungu uko na sisi. Hatuwezi kumsaliti huyu Mungu ambaye ametutoa mbali. Hatuwezi kumsaliti huyu Mungu ambaye anatujua. Ni kwamba mahali popote utakapokuwepo, kuna wakati tunajisahau wapendwa. Unasema kwa sababu mchungaji hayupo, mama mchungaji hayupo, wazee wa kanisa hawapo. Na ukiangalia nyakati za leo, watu mara nyingi tunashawishika kwenye vyakula. Bwana Yesu asifiwe. Maana juzi waliokuwepo Jumatano, ndio maana nasikitika sana, mchungaji akasema yumkini Yesu atarudi ibada za katikati. Najua kwa nini anakazia hapo, kwa sababu ibada za katikati huwa kuna kuaga na mafunuo ya ajabu sana. Kwa wale ambao tulikuwepo Jumatano, tulipata vitu vizuri sana. Akafundisha somo la kiasi kwa jinsi ya tofauti kweli. Yani kwa mtu ambaye alikuwepo Jumatano amepata faida sana. Anasema mnaenda kwenye buffet, watu unafika pale, unaomba weka kuku, weka hiki, weka huku, weka hichi. Yaani unashangaa mtu sahani imejaa lumbesa. Ukiangalia watu wenzako huko hajapata hata mmoja. Akatoa mifano, akasema mfano umeitwa na mtu mkubwa. Wewe angalia tu pale anapokuwa anapakua, basi angalia kaweka kiazi kimoja na weka kiazi kimoja. Ameweka sijui nini, weka vile vile. Wewe ndio mkubwa katangulia anapakua, na unakuja tayari, yani pale unakuja wakubwa wengine bado huku, unaenda tayari umechukua lile paja kubwa, weka. Unachukua sijui na nini, weka. Unachukua, yani unapita pale mpaka hata yule ambaye umeambatana anasema jamani. Ndio maana mtumishi wa Mungu akatoa mifano akasema, mimi nakaaga pale sengine nasikia katumbo njaa, lakini niko nazingatia nini? Itifaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uangalie mazingira. Akatoa mifano. Kwa hiyo kwa nini alisema kwamba Yesu anaweza kaja wakati huo? Kwa sababu wewe unapokuwa unapuuzia vitu kama vile, kumbe Mungu ndio anafanya nini? Anataka aseme na wewe ili uondoke mahali ulipo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo nasemea masuala ya chakula. Wakati mwingine nimetoa huu mfano, huu shuhuda ambao ulitutokea sisi. Kwamba wakati mwingine inawezekana umefika sehemu wewe uko peke yako, ndugu zako wako pale, mmemaliza sio nini unataka ufanye sio 40 sio afanye nini, unaambiwa ushiriki chakula, ukiangalia pilau nzuri, soda ziko pale, unaanza kusahau Mungu amekutoa wapi.
unaanza kusahau Mungu alikutoa wapi. Unasema kwani nani ananiona? Lete bakuli, lete sahani. Unashiriki pale, ukitoka pale. Na hivyo sasa hivi watakatifu tunajifariji, yani tunachukulia mambo ya Mungu simple sana. Yani unachukua tu kwamba kawaida, sasa Yesu utanitakasa tu, hata wewe unajua njaa nilionayo. Baba najua nitafika kule, tamwambia mchungaji Shetuli, baba nahitaji, naomba niombe. Hata kama asipolitaja mimi nitaongea kimoyomoyo, aniombee tu ili hii dhambi iondoke. Lakini sivyo wapendwa. Ukikuta mahali ambapo, kwa nini naongelea hapa? Narudi kwenye andiko la kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Wakina Shadraka waliambiwa waiabudu sanamu iliyotengenezwa na mfalme Nebukadneza. Lakini tunaona kwamba kwa sababu walijua Mungu amewatoa wapi, wakasema kama ni hivyo, Mungu tunayemtumikia ana uwezo wa kutuokoa na hii tanuru leo ikawe mfalme. Na Mungu alisimama na kina Shadraka, Meshaki. Mungu alisimama na kina Abednego. Kwa sababu mahali popote ambapo unatambua uwepo wa Mungu, huwezi ukamwaibisha Mungu wako. Hata kama ndugu zako wapo ni wazee vikongwe, ni wazee wale wanaotembea na vifimbo, anakuambia kwamba hapana mwanangu, hata tu Biblia inasema ya kwamba hivi na hivi. Maana watu wasio na Mungu nao wanakuaga na maandiko, yani hekima ya maandiko sio wanatoaga wapi. Bwana Yesu atusaidie sana. Siku moja kuna kipindi fulani, japo sasa sina, Bwana Yesu ameshaniponya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi fulani nilisumbuliwa sana na vidonda vya tumbo. Siku hiyo tukawa tumeenda na mtumishi wa Mungu, akasema hebu twende tukacheki. Sio kama unakunywa watu kumbe nini. Daktari akasema wewe kwa dalili hiyo una vidonda vya tumbo. Sasa akaanza kunifungulia maandiko. Yani kaacha dawa, anaanza kunifungulia maandiko kwa sababu ananijua. Anajua mimi ni mama mchungaji. Akaanza kumwambia mtumishi wa Mungu, akasema baba, unajua kwa sababu mama anafunga, anaomba na anatuombea na sisi, lakini Biblia inasema tutende mema. Yani mama akitenda mema inatosha hata asipofunga. Yani atende mema tu. Atembelee yatima, aende kawahudumie wajane, awasaidie wasiojiweza. Yani akifanya hivyo inatosha. Alafu pia Biblia inasema tusiliharibu hekalu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anaongea vile, yani namshukuru Mungu, yani wakati anaongea na vipanga, na mimi Roho Mtakatifu wa mapanga vya kwangu. Yani wakati anavipanga nikasema kwa jina la Yesu, Mungu simhukumu daktari wangu, nampenda, lakini kwa jinsi nilivyo mimi sitaacha kuomba na sitaacha kufunga. Na kweli nimefunga na ninaendelea kufunga. Mungu alishaniponya vidonda vya tumbo muda mrefu sana. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu havitakuja kurudi. Kwa sababu Mungu tuliye naye ni Mungu ambaye anafanya. Kwa hiyo wakati mwingine mpendwa, kuna mazingira unaweza ukakutana nayo ya kukuogopesha. Kuna mazingira unaweza ukakutana nayo, wanadamu wanakukatisha tamaa, wanadamu wanakuvunja moyo, wanadamu wanakuambia hapana, huko unakoenda siko, unatakiwa ufanye jambo fulani. Lakini tunamuona watumishi wa Mungu hawa wakasema ya kwamba kama si hivyo, Mungu tunayemjua anaweza kutuokoa na hili tanuru la moto. Ifike mahali mpendwa, wakati unapitia wakati mgumu, wakati unapitia changamoto, wakati unapitia mazingira ambayo wanadamu wakiangalia hayawezekani, ifike mahali useme Mungu ninayemjua na anayenijua ana uwezo wa kuniokoa katika hili. Kama Daudi alikiri mbele za Goliath ya kwamba Mungu nina historia naye. Mungu aliweza kunisaidia nikaua simba, nikaua dubu, na hatimaye huyu Mungu atanisaidia na Mungu atafanya mambo makubwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaona kwamba tunapokuwa na bidii, tunaona kuna faida. Yani zipo faida za kujulikana na Mungu. Si kwamba Mungu anakujua tu. Kuna kuwa na faida za kujulikana na Mungu. Kwamba mahali popote unapopita, Mungu anaujua uwepo wako. Na ndio maana katika Zaburi kuna mahali anasema Mungu atatulinda tuingiapo na tutokapo tangu sasa na hata milele. Kwani kwamba mahali popote utakapokuwepo ni kwamba kwa sababu Mungu anakujua, lazima mahali hapo ulinzi uwepo mkali. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana kuna mahali anasema nao malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wale wafanya nini jamani? Wamchao.
akiwalinda watakatifu. Ni kwamba katika serikali ya kimbinguni, wakati sisi tunapokuwa tumelala, lipo jeshi la malaika, kiko kikosi cha malaika kinatulinda. Wakati mwingine hatuwezi kukiona katika mwili wa damu na nyama, lakini katika macho ya rohoni, mpendwa, tunalo jeshi kubwa linatulinda, linahakikisha usalama wetu. Kama ambavyo watu wa serikali ya duniani wanakuwa salama kwa sababu kuna ulinzi. Tunakumbuka mwaka uliopita kama miaka miwili, tulikuwa na vibaka walikuwa ni wengi sana tu. Waizi walikuwa ni wengi. Watu walikuwa wanaogopa, hata saa 12 humkuti mtu wa bodaboda hapo. Watu wote wamejificha, wanaogopa kupigwa. Lakini unaonaje? Serikali ikaingilia kati. Wakaongeza nguvu. Hatimaye sasa hivi Lushoto imekuwa na historia. Ukiangalia hakuna wewe mwenyewe ni shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Wengi ni mashahidi, tunaona kabisa kwamba kuna usalama mkubwa sana. Kama wapo ni hao ambao wako mbali sana. Lakini tunaona katika ulimwengu wa roho, hata mimi na wewe, katika serikali ya mbinguni, lazima ifike mahali na wewe ujue kwamba serikali ya mbinguni inakulinda. Serikali ya mbinguni inaangalia usalama wako. Serikali ya mbinguni inahakikisha kwamba usiku unapokuwa unalala unalindwa. Serikali ya mbinguni inahakikisha unapokuwa safarini umepanda kwenye basi kwamba Mungu anajua kwamba mwanangu yuko pale anaelekea sehemu fulani. Kwa hiyo hata kama uone changamoto yoyote, usiwe na hofu. Hata kama watu wanaogopa kwamba labda gari inataka ipate ajali, wewe hutapata hofu. Unamwambia Baba, najua wewe unajua usalama wangu. Na ninaposema hivi, neno la Mungu linasema Mungu ametuchora katika kitanga cha mikono yake. Kama Mungu amenichora kiganjani mwake, mwanadamu ni nani? Shetani ni nani? Ibilisi ni nani? Wachawi ni nani? Maana kama Mungu ananijua, ni kwamba hivi mtu amenichora kwenye kiganja. Maana yake ninapoenda mashariki ni naye. Ninapoenda magharibi yuko anaangalia usalama wangu. Ninapokuepo mahali popote, niwe kazini, anaangalia usalama wangu. Mahali popote ambapo nipo anaangalia usalama wangu. Kwa hiyo watakatifu hatupaswi kuwa na hofu, maana usalama wetu ni mkali sana. Usalama wetu ni mkubwa mno. Kama unavyoona serikali ya kawaida inalinda, hata sisi ni watu ambao tunapaswa kutembea vifua mbele, kwa sababu usalama tulionao ni mkubwa mno. Ni sisi tu wakati mwingine hatuwezi kujua. Wakati napitia haya maandiko, binafsi nilijiona mimi ni mtu mwingine. Na ndio maana siku moja nikasema, unapohubiri au unapofundisha, lile fundisho lilikuwa limekugusa wewe, inatosha. Ni ziada watakaosikia. Lakini nasema binafsi nimemuona Bwana katika andiko hili. Na ninajiona niko viwango vingine kabisa. Hata kama ufalme wa shetani unajua ulikuwa unanifuatilia, lakini kwa neno hili kwa siku ya leo, lazima ajue ibilisi ya kwamba mimi ni mtu mwingine, najulikana kwa Mungu. Kwa hiyo ifike mahali mpendwa, hata kama mahali unapoishi watu wanaogopa, wanasema mahali hapa ni mahali pabaya, usiwe na hofu, waambie najulikana kwa Mungu. Usiwe na wasiwasi, waambie najulikana wapi? Umeenda kwenye ofisi unakuta kuna vitu vimefanywa pale, usiogope. Nakumbuka kipindi tunaingia Lushoto, mtumishi wa Mungu Kimako siku moja katika harakati za kufungua maduka yake. Ninaposema Kimako maana yake ni baba, sio Kimako mtoto, Kimako baba. Siku moja akawa amemuita mtumishi wa Mungu, wakati anapanga tu kufungua duka, kuna sema akakuta kuna paka amekufa, alafu akaenda katupwa kwenye ule mlango, kwenye kodo ile duka ambayo ndo ataka afungue. Asubuhi anakuta kuna paka nani pale. Lakini yule mtumishi wa Mungu akamshirikisha mtumishi wa Mungu. Mchungaji akaniambia, mama, ngoja tutaenda kuomba huko. Unaenda kuomba na hakuna chochote. Kama wamekusudia kwamba watakapofungua ile biashara labda kutokea kitu fulani, hakitatokea. Akaenda wakafanya maombi. Kwa hiyo nikajifunza, nikasema kwamba ukifuatilia, na ndio maana nasema ukiwa na historia na Mungu, mpendwa, hata kama shetani atakuletea vitu vya tofauti vipya, utamwambia kwamba shetani, sikuogopi maana nina historia na huyu Mungu. Utamwambia na historia kwa sababu aliyoyafanya Mungu ni makubwa katika maisha yangu. Na ndio maana ifike mahali wapendwa kwamba
kuna faida kubwa sana kujulikana kwa Mungu. Jambo la msingi na la maana, linda sana, chunga sana utakatifu wako. Maana Mungu hawezi kumjua mtu ambaye anafanya dhambi. Mungu hawezi kumjua mtu ambaye anakona kona. Mungu hawezi kumjua mtu ambaye ana mambo ya kificho ficho. Mungu hawezi kumjua mtu ambaye anafanya mambo ya Mungu kwa kubipu. Mungu hawezi kumjua mtu ambaye anakuja kanisani kama anaenda kwenye dini. Lakini mpendwa, ukijua kwamba Mungu alikuchagua kabla hata kuwekwa msingi wa ulimwengu, utamwabudu Mungu katika roho na kweli. Utamtumikia Mungu, utatoa mali zako ukijua kwamba mali zangu zinajulikana kwa nani jamani? Kwa Mungu. Wakati mwingine tunakata tamaa kwa sababu tunajua labda mali zetu zinajulikana na mwanadamu tu. Ukiweka dhana hiyo, mpendwa, na kweli mwanadamu atazijua na thawabu itaishia hapa duniani kwa mwanadamu. Lakini akijua Mungu, mpendwa, utakuwa salama sana. Mtumishi wa Mungu mmoja, niwashuhudie ushuhuda wa mwisho, akasema alikuwa anamtumikia sana Mungu. Yule mama alitumika sana. Baadaye mama yake hajaokoka, akatuma mjumbe, akatuma mtoto. Akasema, hebu nenda kanisani anakoabudu huyu dada yako. Yule mtoto akaenda. Kumbe ni agenda, ni njama wamepanga na mama yake, kwamba inavyoonyesha huyu mama, dada yako huyu, anatoa sana, anapeleka sana hela kanisani kwa walokole. Sasa cha kufanya, mfuatilie, uhakikishe senti mpaka ya uniambie anatoa shingapi, anafanyaje. Yule mtoto akaanza kufuatilia. Siku hiyo anaenda, anakuta yule dada ndio kuna harakati ya kujenga kanisa. Akanyosha kidole, jamani, mimi nitatoa mifuko ya simenti 5. Nitatoa hiki. Kwa kila hatua anafuatilia. Baadaye wakamuitisha kikao. Wakamwambia, imekuwaje? Wewe unapeleka hela kule kwa walokole. Imekuwaje? Wao kwa sababu ni wanadamu, wanajua kwamba anapeleka nini? Mahali tu ambapo labda hela zinaenda tu bure. Lakini yule mama, ushuhuda wake ulinitia moyo sana. Akamwambia mama yake, mama, mimi nimeokoka. Na kama mimi nimeokoka, akaanza kumpa mifano. Watu wasiookoka, mafanikio yao wanayapata kwa waganga wa kienyeji. Wanaenda kwa shetani. Na wakifika kule kuna masharti wanaambiwa wafuate yale masharti ili wapate pesa. Sasa mama, kwa staili hiyo umetuma wajumbe. Kwa hiyo ninachotaka mimi nimfuate mchungaji, nimwambie kuanzia leo ninaacha wokovu kwa sababu umenizuia nisimtumikie huyu Mungu wangu. Na kama umenizuia, mimi nakuhakikishia nikirudi huko duniani, na kwa sababu unataka pesa, lazima mama nikuendee. Hujawahi kuona watu wakitoa mama zao, tena mama kama ndo unampenda ndo anakuwa wa kwanza unamtoa kafara. Baada ya kumwambia yule mama, akasema, ni kweli mwanangu. Kwa hiyo unapokuwa unatoa pale ni kwamba, asema, mimi mahali pale madhabahuni pa Bwana ndo mahali pangu pa kwenda. Yaani kama kuna mahali ambapo watu wanaenda wanatoa sadaka, wanamwaga damu, sijui wanachinja kuku, mimi naenda pale madhabahuni, ndio kwenye makafara yangu. Baada ya kumwambia vile, yule mama akasema, kumbe, asema, mama, si unaona namtumikia Mungu na wewe ni mzima, naenda kanisani, nafanya hiki, na Biblia inasema kila atakayenitumikia nitamheshimu. Sasa mimi kumtolea Mungu ndio unatuma wajumbe ili nisitumike? Yule mama pale akamwambia, mwanangu, sitakubali nitolewe kafara. Kama ni hivyo, na ndio kawa mwanzo wa yule mama yake kuokoka. Na yule mama anatoa shuhuda mara nyingi sana tunapokuwa tunaenda kwenye makongamano ya taifa. Kwa hiyo anasisitiza sana, anasema, katika swala la kumtumikia Mungu, mimi sitaki mtu mwingine aniambie chochote. Najua Mungu amenitoa wapi. Kama watu wa duniani akifungua duka, anaenda na weka makafara yake, anaenda nafanya mambo ya ajabu, sembuse mimi lazima niende madhabahuni nikafanye jambo. Na ndio maana kama tunakumbuka siku ile mchungaji, yule mgeni aliongelea vitu kuhusu madhabahu. Akasema wakati mwingine una mpango, unataka ufanye jambo, nenda madhabahuni pale mbele. Kwamba mtumishi wa Mungu, mimi nataka nifungue biashara. Sasa baba, nataka unitamkie maneno, nataka uingie kwenye duka langu, nataka uingie kwenye ofisi yangu. Yule nilifurahia mama mmoja akasema, na wahitaji watumishi wa Mungu. Tukaenda kweli na baba.
Tukafika pale akasema kwa sababu hii ofisi imepita watu wengi, natamani baba mniombee. Na kweli tulienda tukaomba, tukazunguka, tukashika kile kiti, omba, weka zindiko la damu ya Yesu. Na sasa hivi hana wasiwasi kwa sababu Yesu yuko pale. Kwa hiyo hata kama wengine wamechimbia vitu vyao, bado damu ya Yesu imepita pale na nena mema. Sasa kama wapagani wanafanya mambo hayo, sisi kwa nini tusifanye mambo ya Mungu kwa umakini? Kwa nini tusimtumikie huyu Mungu ambaye ametuokoa? Kwa hiyo katika maisha yako, jua kwamba kuna faida kubwa sana unapojulikana na Mungu. Manake Mungu akikujua inatosha. Hata kama mwanadamu asipokujua, hata kama mwanadamu asipokuthamini, wewe tafuta kuthaminiwa na aliyekuumba tangu kuumbwa msingi wa ulimwengu. Ukitambuliwa na aliyekuumba tangu msingi wa ulimwengu, utatumika kama hutatumika tena. Utakuja kanisani hata kama utaitwa yule ni kama mama wa kanisa. Kuna watu mpaka naitwa yule ni mama wa kanisa. Yule wengine wanakutana na vitisho hata majumbani. Yani mtu unaenda kila siku kanisani, mtu anakuhesabilia ni mume ni mke, anasema Jumatatu kanisani, Jumanne kanisani. Yani mmefanya huko ndo kama kitega uchumi, kila siku ni huko tu. Ujue huyo hakutakii mema. Wewe tafuta kujulikana na Mungu. Na ukitafuta kujulikana na Mungu, hata kama kuna jambo unalifanya kwa siri. Na ndio maana kuna mambo mengine tunafanya hadharani, lakini wakati mwingine Mungu anakuambia fanya hili kwa siri kwa sababu mimi ndio naye kujua. Na ukilifanya vile kwa moyo, lazima Mungu atakutetea, lazima Mungu atakusaidia. Lakini zaidi sana tutunze utakatifu. Maana utakatifu ndio dira. Ukikosea tu kwenye utakatifu, yani Mungu hawezi kuwa Bennett na wewe hata siku moja. Wakati tuna mfano, wewe umeambiwa, umepata nafasi, nimetoa mfano wa kutembea na mkubwa. Hivi utaenda tu kwa mkubwa ukiwa uko haluhalu, jamaa si nikisema haluhalu si ni Kiswahili fasaha. Yani ukiwa mchafu. Yani ndio umepata nafasi kwamba natakiwa mkubwa anaziala anazunguka, unatakiwa wewe utembee na huyo mkubwa mahali ambapo mnaenda huko na huko. Hivi kweli hiyo nafasi ukiipata kweli utaenda ukiwa shati limechanika? Utaenda ukiwa umevaa vya ajabu? Yani siku hiyo utapiga pasi, utavaa vizuri, kwa sababu tena hata tembea yako siku hiyo inafanya nini jamani? Inabadilika. Unashangaa unatembea muda wote unamwangalia mkubwa tu. Unamwangalia pale, sio anataka aseme nini, hata kama hajaongea kitu unamwambia ndio mkubwa, ndio unasemaje? Yani kwa sababu muda wote uko Bennett naye, kwa sababu hutaki kumtia nini jamani? Kumtia aibu. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwamba ili Mungu naye akujue, tusimtie aibu kwa maisha machafu. Tusimtie aibu Mungu. Unapokuwa unafanya mambo ya kificho, mambo ambayo yanamtia Mungu unajisi, unakuja kanisani huku unakuwa ni mtu ambaye unafanya vitu vya ajabu. Na ndio maana siwafichi wapendwa, mabinti zangu CGM. Hichi kitu naongea kutoka katika kilindi cha moyo. Kuna watu wanakuwa saa nyingine, sema kiongozi wa vijana hayupo. Kuna vijana wanakuaga na mchezo. Kuna kipindi hata CGM ikastopishwa. Kuna vijana walikuwa na mchezo, mtu anaenda anamtumia SMS. Binti anamwambia nakuhitaji, ndio nyumbani kwangu, kuna moja. Halafu akibanwa anasema nilikuwa nampima. Unampima wewe ni Mungu? Yani CGM utakapogundua kwamba kuna kijana anakufanyia wa mchezo, wewe nenda madhabahuni kwa Bwana, nenda kamwambie mtumishi wa Mungu. Watu kama hao ndio watu, wewe mtu hujamfia mtu msalabani unamjaribu kivipi? Siku moja niliogopa sana neno moja kwamba mwenye huruma na mwenye uchungu ajuae maumivu ya mshirika Yesu. Maana yeye ndio aliyekufa. Sasa wewe unaitwa, unaanza kutetemeka kwamba binti anaongea. Yani mimi kijana kanitumia message, kaniambia hivi na hivi kweli, afu nikaka ameokoka nini na nini. Anabano anasema namwambia, baadaye namwambia ni kweli, nataka, ananiambia nilikuwa nakupima kama umesimama au hujasimama. Wewe unampima wewe ni Yesu. Na hata kama upo mama, sisemi mabinti tu, hata kama upo mama, mtu anakutumia SMS, halafu wewe unazificha tu kwenye simu. Yani wewe pia na wewe hazimo. Nasema kwa sababu ya kumtetea Yesu wapendwa. Hata kama nasema kumtetea Yesu pia, yani Yesu alishajitetea mwenyewe pale msalabani.
Yesu alishamaliza kazi ya msalaba. Lazima tuambizane ukweli, kwa sababu tunaongelea swala la kujulikana na Mungu. Mungu hawezi kumjua mtu ambaye yupo tu. Wewe mtu umejaa masengenyo, Mungu hakujui, atakujua wapi? Wewe mtu umejaa umbea, Mungu hawezi kukujua. Wewe mtu uko kanisani unaenda kwa waganga wa kienyeji kisirisiri, unakuja kanisani kwamba hata Mungu anasema nisaidie na wewe nitakusaidia. Vitu kama hivyo havipo. Na ndio maana unakuta sasa hivi hata ndoa, watu wanafunga ndoa madhabahuni, kesho wanaachana kwa sababu ya watu ambao wanakuwa natuma SMS za ajabu. Mtu umeokoka unakuja kanisani, unaimba kwaya, unaimba sifa, halafu unakuja unasema kwamba fulani anakutumia. Yaani na wewe unayetumiwa, halafu unakaa na message za ajabu. Yaani kabisa, yaani Yesu akija huendi mbinguni. Mimi ndio maana nasema na upenda wokovu wa zamani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sasa hivi tunaupeleka wokovu eti tunaenda na wakati. Yesu haendi na Yesu yeye anasema kwamba yeye habadiliki. Ni yeye yule jana na leo. Na hata kama utakuwa na kona zako, ni wewe tu mwanadamu una kona zako, lakini Mungu wetu habadiliki. Na ndio maana anasema hakuna dhambi kubwa wala ndogo. Pale ambapo unaweza ukasema ya kwamba nimemwona fulani anakunywa pombe, anafanya hiki, lakini baadaye wewe ukichunguzwa, kumbe maisha yako sio mwaminifu. Kanisani huji, unafanya vitu vya ajabu, halafu ukiona tu mtu ambaye yumkini kaonekana dhahiri utakiwa umuombee, umwambie Mungu, afu peleke taarifa kwa mtumishi wa Mungu, unabaki kutangaza kama wewe ulishamfia msalabani. Hiyo sio safi. Unapoona mtu ameenda ndivyo sivyo, njoo madhabahuni. Peleka ujumbe madhabahuni. Usiishie tu kusema kanisa lile halina Mungu sasa hivi. Halina Mungu, wewe ndio huna Mungu. Maana ungepeleka uchafu huo haraka sana tuusafishe, ili dhambi zisionekane, tumuone Mungu. Ili hata akisema kwamba anatujua, kanisa la makimbilio, Mungu analijua, akiangalia ni kanisa lisilo na mawaa. Kanisa safi, kanisa takatifu ambalo lina mpango wa kwenda wapi jamani? Wa kwenda mbinguni. Kama umeamua kwenda mbinguni, simama vizuri na miguu yako vizuri. Kanisa hili sio kanisa la kuja kujifichia dhambi, wapendwa. Kanisa hili sio kama vile la kidini kwamba kwa sababu naenda kwa unyenyekevu na chuchumaa kabisa, ndio baba mchungaji, ndio mama mchungaji, naficha uovu. Sio kanisa hili, wapendwa. Na ndio maana wakati mwingine tunajifariji, unasema nimefanya lakini mchungaji hanijui. Unasema ni kweli naenda pale kanisani, ninahubiri huku na njia zako za kona. Ukifika mpendwa, kikombe kinajaa. Yaani mimi niliogopaga siku moja nilipopata ushuhuda wa kikombe kinafanya nini? Kwa sababu Mungu alikujua. Alikutoa kwenye pombe. Mungu alikutoa kwenye uzinzi. Mungu alikutoa kwenye ukahaba. Mungu alikutoa kwenye waganga wa kienyeji. Ulikuwa huwezi kukaa bila kwenda kupigwa ramli, kwenda kupiga ramli. Asubuhi kiamka lazima ukaangalie. Sasa kama Mungu alikujua akaona mbali akakutoa huko, hivi unafikiri atakubali urudi hivi tu? Mungu hawezi kukubali. Tunajifariji wapendwa, lakini kioo cha Mungu kinamulika. Kioo cha Mungu kinaona. Kioo cha Mungu kinaona wapendwa. Binafsi mimi nimeona 100% kwamba yeyote anayefanya vitu vya siri anajifariji kwamba nani ataniona. Kikombe kinajaa. Siku moja mtumishi wa Mungu akasema kikombe ni sawasawa na maji yanadondoka kutoka pale juu. Tone linadondoka hata kama ipite miaka 20, lazima kile kikombe tu kitajaa tu. Kikijaa sasa, ndio ile siku moja unaonekana unasema nimevaa nguo, kumbe unatembea uchi mchana kweupe, unapita huko. Watu wasema jamani njoni muone. Kumbe mama fulani mchawi, kumbe mama fulani uko. Yaani kikombe hapo kimejaa, msihangaike. Na ndio maana unapoona kwamba mtu amejulikana kwa jambo fulani, wewe usichukulie simple tu kwamba ni muda ule. Ujue huyo mtu kikombe kilikuwepo kinajaa matone kila siku. Wakati ule kimefurika, sasa unashangaa nini? Na ni Mungu kashamweka peupe. Sielewi kwa nini nimegusia huko. Lakini kwa sababu tunataka kujulikana na Mungu, tusiwe watu wa hasara kwa Mungu. Wewe ni mheshimiwa. Unatembea na Mungu. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Mungu ambaye ameumba milima. Mungu ambaye amekuumba wewe ulivyopendeza. Unatembea umependeza. Watu wakikuangalia wanakusifu. Umekaa kwenye gari, unatembea, watu wanasema jamani hakuna mtu mzuri kama yule. Ni uumbaji wa Mungu kakuumba. Sasa kwa nini umtie Mungu hasara?
Tumeanza mwaka bado mchanga sana, tusimtie Mungu wetu hasara. Mshawishi Mungu kwa maisha yako matakatifu. Mshawishi Mungu akuweke miaka mingi kwa jinsi ambavyo unapenda kwenda kanisani. Uone kabisa ibada ni sehemu ya maisha yako. Yaani hutakuwa mtu wa kusukuma kwa sababu unajulikana na nani? Na Mungu. Mungu akikujua inatosha. Hata mwanadamu asipokujua. Akikujua Mungu akikuwekea tiki, mwanadamu ni nani aweke X? Haiwezekani. Lakini tu moyo unakaguliwa kwamba je, huo moyo unafaa kujulikana na Mungu? Kama unafaa, kama ninafaa, lazima nitatembea kifua mbele. Naomba tusimame. Haleluya. Neno la Mungu linasema kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu, Mungu alinichagua. Wataalamu wanasema ya kwamba mtu anapokuwa anapata au mama anapokuwa anataka kupata mtoto, wanakuja watoto wengi, maelfu, lakini katika hao anachaguliwa mmoja tu. Katika hao anachaguliwa mmoja tu. Kwa hiyo mpendwa, umechaguliwa. Walikuja watoto wengi katika tumbo, walikuja watoto wengi katika tumbo la mzazi wako, lakini Mungu aliona mbali akaamua kukuokoa wewe. Ni kwamba anatamani huyo Mungu atembee na wewe. Mungu anatamani akujue yeye, na akikujua Mungu utanyenyekea. Akikujua Mungu utajishusha, utakaa chini, utamwambia Baba, kama sio wewe maisha yangu yasingekuwa haya. Kama sio wewe Mungu kunichagua, kama sio wewe Mungu kuona mbali, ningekuwa naitwa changudoa. Kama si wewe Mungu kuona mbali, ningekuwa naitwa mlevi. Kama si Mungu kuona mbali yangu, ningekuwa naitwa mtu mwingine kabisa ambaye hawezekaniki. Lakini tunaona kwamba mwanadamu anaweza asijue leo yako. Mwanadamu anaweza asijue leo yako. Lakini mpendwa, nikutie moyo ya kwamba ukijulikana kwa Mungu, wanadamu wataijua kesho yake. Wanadamu wataijua kesho yako iliyo nzuri. Maana wanaweza kaona kwa wakati huu, walikuwa wanakujua kwamba wewe ni Mpare tu, walikuwa wanakujua kwamba wewe ni Mchaga tu, walikuwa wanakujua kwamba wewe ni Msambaa tu, wakakuaibisha, wakakuweka kwenye mizani yao ya kwamba ni Msambaa tu huyu, ana nini, anapanda milima tu. Lakini mpendwa, sivyo anavyokuona Mungu. Laiti tungefahamu Mungu anavyotuona wapendwa, tungeshuka chini miguuni pa Bwana, tukamwambia Baba, yatosha wewe kutujua. Inawezekana kuna watu wanatembea na historia ya maisha yako. Inawezekana kuna watu wanatembea na historia ya elimu yako. Inawezekana kuna watu wanatembelea na historia ya mafanikio yako, ya kwamba wewe ni maskini, una kitu. Yesu. Lakini akikujua Mungu, yeye haangalii umaskini. Akikujua Mungu, yeye haangalii wewe ni mgonjwa, wewe ni nani. Na ndio maana kwa sababu Mungu aliona mbali. Wapendwa, kama si Mungu kuona mbali, wengine tungekuwa majambazi sugu, tungekuwa tunasumbua serikali. Lakini Mungu alivyo mwaminifu, aliona mbali, ndio maana akaniokoa. Tusicheze na huyu Mungu. Mungu wetu ni mkubwa mno. Yaani ukimwona Mungu katika hali ya ukubwa, mpendwa, utasema mimi nitaenda kulala kanisani. Wangapi ambao walitamani sasa hivi wako udongoni? Wangapi walikuwa na maono makubwa, lakini maono, wamekufa na maono yao, wamekufa na mipango yao. Wengine wana vichwa vizuri vya biashara, wengine Mungu amewapa vipawa, ni watu wakubwa, wangefanya mambo makubwa kwenye serikali yetu, lakini wamelala udongoni. Wewe na mimi ni nani Mungu hatimaye ametuweka mpaka leo? Usimchukulie Mungu katika hali ya kawaida. Usimuone Mungu kama mwanadamu wa kawaida, mpendwa. Ona leo umepewa fursa na Mungu ya kumuona kwa viwango vya juu sana. Maana aliona mbali yako, ndio maana akakuchagua. Ulianza kazi na wenzako, lakini wangapi umewasindikiza? Mpendwa, hata kama ningeongea mpaka kesho,
Ashukuriwe Roho Mtakatifu ujuae moyo wako. Yeye peke yake. Mtazame juu. Muangalie huyo. Usimwangalie mwanadamu. Kumbuka mpendwa, wewe utaondoka wewe kama wewe. Hata kama ni maisha ya wokovu uliokoka wewe kama wewe. Mimi sikuokoka na mchungaji siku moja. Mchungaji aliokoka mwenyewe na mimi nikaokoka kivyangu. Maana Mungu alijua mbali yangu, aliona mbali yangu. Wanadamu hawakujua kesho yangu. Walinichukulia kawaida, walinichukulia simple tu. Huyu ni nani? Lakini kwa kuwa Mungu aliona kesho yangu, alijua kesho yangu, na ndio maana mpaka sasa nipo naendelea kumtumikia yeye. Wakati tunamwabudu Mungu kwa ufupi, naomba mwanangu Mama Ivani, hebu mwabudu Mungu kwa yule wimbo unaosema narudi narudi. Halafu wakati huo mwambie Bwana akusaidie, mwambie Mungu akusaidie, mwambie Mungu akuwezeshe, mwambie Mungu akusaidie, maana mambo mengine yanamtaka Mungu peke yake. Naomba kila mmoja kaza macho juu kwa Baba. Usimwangalie mwanadamu, nimeshasema. Akinijua Mungu inatosha, hata mwanadamu asiponijua. Wewe unayesubiri kujulikana na wanadamu, utabaki hivyo. Lakini wewe unayesubiri kujulikana na Mungu, tegemea kuona viwango vingine vya kihuduma, tegemea kuona viwango vingine vya kuinuliwa, maana Mungu anakujua. Yesu, nyosha mikono yako juu. Oh rabasakara baba. Yes. 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 Shakara baba. Torobo sakara. Yes sakara baba. Torobo sakara baba. Yes. Hebu mwabudu Mungu katika roho na kweli. Na kama utahitaji maombi, pita mbele. Yes. Karibishe Bwana na
giza. Mahali hapa tupo kwa Mungu ambaye anajua maisha yetu. Mahali hapa tuko kwa Mungu ambaye anajua njia zetu. Yesu, 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 Yesu. Kama unahitaji msaada wa maombi, utapita mbele nami nitaenda kuweka mkono, Bwana atakufungua. Wewe ambaye unahitaji msaada wa Bwana, maana Bwana yuko hapa. Bwana ataenda kufanya mambo makubwa katika maisha yako. Maana akujuae anakujua. Wale wewe ambaye unamwogopa mwanadamu, muda huu kila mmoja amefumba macho anamwangalia Mungu. Kama kuna ambaye yupo anaangalia macho ya kawaida, wewe muangalie Mungu aliyejua kesho yako. Yesu. Kuna watu walikuwa wanakuona wa kawaida sana. Kuna watu walitamani usifike mwaka huu. Walishatamka kwamba wewe ni wakufa, lakini ashukuriwe Mungu mchana wa leo ya kwamba wewe utakufa, utaishi. Uyasimulia matendo makuu ya Bwana. Yes. Endelea kuabudu taratibu. Wewe ambaye uko mbele za Mungu, jiachilie kwa Mungu. Mungu anakujua, amekutoa mbali mpendwa. Yumkini sasa hivi ungekuwa unaitwa marehemu fulani, lakini Mungu amekuweka mpaka leo kwa kusudi. Yes. Yes. Baba, katika jina la Yesu, ninawasogeza watoto wako mikononi mwako, e Bwana. Unaujua moyo wa mtumwa wako. Unaujua moyo wa mtumwa wako, mtumishi wako Yesu. Unajua ulikomtoa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, ninakataa ratiba za ibilisi katika maisha yake. Baba, uliyesema katika neno lako la uzima ya kwamba ulikuja kutafuta kilichopotea. Uliona mbali ya baba huyu, ndio maana ukamuokoa. Uliona mbali ya baba huyu, ndio maana ukamuokoa, ukamuita. E Bwana, msaidie maisha yake ya kiroho. Mpe kukupenda, mpe kukuishia wewe Bwana. Mtenge mbali na uovu wa kila aina katika jina la Yesu Kristo. E Mungu mwaminifu, ninamsogeza mjoli wako. Anahitaji uweza wako Bwana. Yeye ni mwanadamu, hawezi. Anahitaji msaada wako kutoka juu. Nguvu ya ajabu ikamfunike. Ripopo sakarabashaka kwa jina la Yesu Kristo. E Bwana, uwezaye kufanya mambo makubwa ya ajabu, nenda kamguse mtumwa wako. Gusa maisha yake, gusa moyo wake Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba, muangalie mtoto wako. Unaujua moyo wake Bwana, unajua maisha yake. Nenda kamsimamishe. Simamisha katika maisha ya wokovu, asijute katika kukuishia wewe, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako e Bwana ikamfunike mtumwa wako, ikamfunike mjoli wako. Ninakataa roho ya ukame, ninakataa roho ya adui, ikuachie kwa jina la Yesu. Horabasakara baba, yorobosaya. Yesu, wewe ulichukua masikitiko yetu, ulijitwika huzuni zetu, ulijitwisha madhaifu yetu e Bwana. Mguse mwanamke huyu, mguse mwanamke huyu e Bwana. Mguse binti huyu e Bwana. Rapopo saka rikora mama. Yesu, 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 yatosha. Yatosha Bwana, yatosha. Yesu, fanya jambo, tenda jambo jipya kwa mtoto wako. Raposaka Baba, katika jina la Yesu, ninamsogeza mtumwa wako mbele zako Bwana. Wewe unasubiri, nenda kamtengeneze mtumwa wako. Ninavunja ratiba za shetani katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa ratiba za ibilisi, zikakuachie kwa jina la Yesu. Kila roho inayokufuatilia ikuachie kwa jina la Yesu. Ikuachie kwa jina la Yesu. Ikuachie kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikanene mema. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema juu yako. Na
ninavunja madhabahu za miungu ya kigeni, ikuachie kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ikufunike na ikanene mema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba uketia mbinguni, mahali pa juu palipoinuka, namleta mtuma wako huyu kwa jina la Yesu Kristo. Ewe pepo lilaniwa, adui mwenye kutaka kumrejesha mama huyu Misri, mwenye kutaka kumrudisha duniani, na kuapisha kwa mamlaka jina la Yesu. Toka achia, toka achia, toka achia. Moto wa Roho Mtakatifu kukalie, moto wa Roho Mtakatifu kukalie. Rapashakarabo itarabababa. Yesu, 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 fanya jambo jipya kwa mama huyu katika jina la Yesu Kristo. Urabashandarabasa. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Piga makofi kwa Bwana, piga kelele kwa Bwana. Mwambie Bwana wewe unastahili, mwambie Mungu unastahili. Heshima na utukufu ni zako. Umetukuka Bwana, umeinuliwa zaidi ya miungu yote. Hallelujah. Yes. Baba, katika jina la Yesu, ninayo kila sababu ya kulibariki jina lako takatifu. E Bwana, asante maana Mungu tumekuona asubuhi ukisema nasi. Liinuliwe jina lako maana tumekuona Mungu katikati ya waimbaji. Bwana, umewatumia kama vyombo tu, mfalme mkuu. Tumekuona mfalme wa amani siku ya leo. Tazama kwa muda tuliojiwekea wanao, tulitamani tuendelee kuwepo uweponi mwako, lakini Mungu muda umefika, tunaenda kuachana watoto wako. E Bwana, naomba ukamtangulie kila mmoja mfalme. Nenda na mwanamke huyu Bwana, nenda na mwanaume huyu Bwana, nenda na kijana huyu e Bwana, nenda na binti huyu Bwana, akalione kusudi lako katika maisha yake. Yeye ni mtu mwingine kuanzia sasa, yeye ni mtu wa tofauti kuanzia muda huu e Bwana. Baba, naamini ya kwamba kila ambaye amekuwepo siku ya leo, atakapotoka hapa Bwana, mazingira yake yamebadilika, mitazamo yake imebadilika, kalenda yake imebadilika. Hata kama adui alikuwa amefuta vile ambavyo Bwana alivipanda, e Bwana, ukurasa mwingine umefungua. Baba, asante kwa sababu tunatembea kwa viwango vya tofauti. Sisi ni watu wa ufalme wa juu, sisi ni watu ambao tuko katika ufalme usioingilika, ufalme ambao adui mwenyewe alishindwa. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako. Asante Bwana, najua utatawanyika pamoja nasi. Baraka zako ziwatangulie, baraka zako ziwafuatilie. Utukufu na heshima tunarudisha kwako. Tunapoanza wiki ya kesho, tuanze na wewe, tumalize na wewe. Wasafiri waende na wewe, warudi na wewe. Wanaolekea maofisini waende na wewe, warudi na wewe. Wanaolekea mashambani waende na wewe, warudi na wewe. Linuliwe jina lako kwa sababu utatenda kwa mapenzi yako. Katika jina la Yesu wote tuseme amen. Mungu atubariki. Mwambie jirani yako, hebu mshike mkono, muangalie usoni. Hebu muangalie kama ana huzuni. Muangalie, unamuonaje? Mwambie wewe ni mtu mkubwa sana katika ufalme wa Mungu. Mwambie Mungu anakujua. Mwambie unajulikana kwa Mungu. Hata kama wazazi hawakujui, hata kama ndugu hawakujui, hata kama serikali haikujui, Mungu anakujua. Mungu atubariki. Karibu Sifa wakati tunapeana mikono.